Karibu mpenzi mtazamaji na mfugaji katika mfululizo wa kujifunza mbinu bora za ufugaji, na leo tutajifunza kwa uchache na kwa ufupi tatizo la upungufu wa vitamini kwa kuku, hasa vitamini A. Hili ni tatizo kubwa na linasababisha madhara makubwa sana kwa wafugaji na watu wengi hawajui. Kwa hiyo leo kwa ufupi tutajifunza. Mara nyingi upungufu wa vitamini A unachanganywa na mafua, kwa kuwa dalili zake ni kama zinafanana, lakini tutajifunza namna ya kutofautisha. Kawaida kuku wakiwa na mafua unasikia wakikohoa, ama kwa kuku zaidi unasikia kama wanapiga chafya au wanakoroma. Kwa mfano hawa ukisikia, kuna mmoja hapa, ngoja nitulie kama utamsikia. Huyu hapa aliye mbele yangu anakoroma. Na kama unamuona anaachama mdomo kwa muda, anakuwa kama vile unaona anahangaika kupata hewa. Maana yake ni kwamba milango yake ya pua inayoelekea kwenye pua ina namna fulani ya kuziba, kwa hiyo anatumia kupumua pia, anatumia mdomo pia kupumua, na kama unavyomsikia anakoroma. Nasikia? Hayo ni mafua, na wakati mwingine pia mafua utakuta kwenye pua yake hapo kunakuwa na majimaji yanatoka hapo, unagundua kuwa ni mafua. Lakini wakiwa na upungufu wa vitamini A wanakuwa na vichwa vinavimba, na hasa kwenye vitamini A wanakuwa na matongotongo meupe. Ukifumbua jicho unakuta matongotongo meupe ambayo ni kama sabuni iliyoloa na kuganda. Basi ukiona hiyo ni dalili ya upungufu wa vitamini A. Na mara nyingi wakiwa na upungufu wa vitamini A peke yake, unakuta kwamba jicho kama jicho ndio linavimba. Yaani lile jicho ukiliangalia unakuta kama vile linataka kutoka. Inakuwa kama kigololi kidogo ambacho kinataka kutoka. Hiyo ni upungufu wa vitamini A. Lakini kama kichwa chote kimevimba, hiyo ni mara nyingi ni mafua. Na kama ni mafua, kama nilivyosema, utasikia kuku kama anapiga chafya au anakohoa, lakini utakuta pia kama kamasi au majimaji yanatoka kwenye pua zake. Na kama utafungua mdomo, utakuta ulimi una kama makohozi ambayo yanagandana au yanajaribu kama kuushika ule ulimi. Kwa hiyo unajua ni upungufu wa vitamini A. Lakini dalili nyingine za upungufu wa vitamini A utakuta kwamba hii kofia ya juu kwa kuku hii hapa inapoteza ile rangi yake ya mng'ao, kama ule wekundu unapotea, halafu unakuwa na weupe. Yani inakuwa kama inakuwa haijakolea ile rangi yake inayokuwa ya asili. Dalili nyingine kama unavyoona ni manyoya kuwa na mabaya, yani yanapoteza ule mng'ao wa kuku. Naona kama kuku huyu manyoya yake yako vizuri, yana mng'ao, lakini kuku aliyeathirika mara nyingi utakuta manyoya yake yanakuwa mabaya kama anavyoonekana huyu au huyu hapa mwingine, kuta manyoya yake yanakuwa mabaya. Kwa hiyo hizo ndizo baadhi ya dalili za msingi ambazo unaweza kuziona kwa urahisi. Nyingine ndo kama kuku kunyong'onyea. Naona kama huyu aliyekaa juu ya chombo amenyong'onyea, anavaa koti. Kwa ujumla wake wanapunguza hamu ya kula, yani kama ulikuwa unawekea chakula kiasi fulani unakuta wamepunguza kula. Na kama ni kuku wanaotaga, hata kiasi cha mayai kinapungua. Na kama ni kuku wadogo wanaokuwa, kwa ujumla wake, kama huwa unarekodi uzito wakati wanakuwa, utakuta pia hata uzito wao unapungua. Wanakuwa tofauti na kile kiwango ambacho wanatakiwa wakue kulingana na aina ya kuku na umri wake. Kwa hiyo ili tatizo la ukosefu wa vitamin A linakuwa changamoto kubwa, kwa sababu kwanza ukuaji wao utakuwa mdogo, lakini pia kiwango cha mayai kitapungua kama ni kuku wa mayai. Lakini pia inafika hatua ambayo macho yanafumba, na macho yakifumba
kuku anakuwa anashindwa kuona, kwa hiyo anakuwa hali chakula na hanywi maji, na kwa sababu hiyo basi anadhoofu na hatimaye anakufa. Kwa hiyo ngoja tuone baadhi ya kuku ambao tayari wana hili tatizo ili tuweze kutofautisha. Naona huyu hapa tayari ameshakufa, lakini kuna hawa hapa ambao hali zao ni mbaya. Unaona kuku anakuwa na muonekano wa aina hii. Kwa hiyo ukiangalia kutoka huku juu akiwa na mafua peke yake, unakuta kwamba kama huyu unasikia anakoroma. Ngoja tusikilize. Unaona kichwa chake kilivyo. Kimevimba, ukiangalia huku kumevimba. Unaona hii imevimba. Kidogo huyu yuko vizuri, unaona kichwa chake hakijavimba sana. Sasa angalia huyu alafu tofautisha na huyu. Unaona huyu kichwa chake hapa pamevimba hapa na hapa pamevimba. Na huyu pia amevimba. Kwa hiyo hawa wana matatizo yote mawili kwa pamoja. Wana mafua lakini pia wana upungufu wa vitamin A. Sasa ukija ukiangalia anavyokuwa akisimama anakuwa na muonekano au pose kama hili. Unaona ameinama, amevaa koti kidogo, manyoya yake yamepoteza ule uzuri na ule mng'ao wa kawaida, lakini kama hivi anasinzia. Na angalia mdomo wake pia ameachama, kumaanisha kwamba anapata shida wakati wa kupumua. Na kuku wa namna hii hawezi kula, hawezi kunywa maji, kwa hiyo mara nyingi wanakufa. Kwa hiyo ukiangalia kwa ndani sasa kwenye kichwa. Njoo nisaidie kumshika. Kwa hiyo ukiangalia huyu shika mabawa. Unaona? Kifungua mdomo. Naona ule utando nilikuwa nasema, lakini jicho ukilifumbua namna hii nakuta linakuwa na namna hii. Nakuta huo utando mweupe huwa hujakolea sana, lakini unakuwa namna hii. Kwa hiyo ni upungufu wa vitamin A. Na unaona hayo makamasi yanatoka kwenye pua. Ukibonyeza huku kidogo unakuta makamasi pia yanatoka upande wa pili. Unaona hii? Kwa hiyo hawa wana matatizo yote mawili kwa pamoja. Kwa hiyo namna sasa ya kuepuka au kupunguza haya matatizo ni kwanza lazima uwe unatembelea kuku wako mara kwa mara kadri inavyowezekana, kama wewe sio unayowatunza kila siku, ili kuona hizi dalili. Lakini uwafundishe vijana wako au watu wanaowahudumia kuku kuangalia hizi dalili mapema na kutoa taarifa. Lakini cha msingi kuku tu wakija kutoka wakiwa vifaranga, uwe unawapa vitamini ambazo zipo zinapatikana madukani. Siku ambazo huwapi chanjo, basi jitahidi kuwa unawapa vitamini mara kwa mara. Lakini pia ukiweza kuwapa mitishamba, kwa mfano aloe vera au mlonge, pia unaweza kuwachanganyia kwenye maji. Kuna namna ya kuandaa ambazo tutaendelea kujifunza. Unaweza kuwapa hiyo. Pia unaweza kuwapa majani mengine kama mchicha, spinach, Chinese na mboga zingine ambazo zinawapa vitamini kwa wingi. Lakini pia unapoona dalili za mafua, basi watibu mafua upesi na mapema ili wasipate matatizo makubwa. Kwa unaona huu utando mweupe nilikuwa nasema uko hapa. Akiwa na hali hii, jicho linafumba kama hivi, hawezi kula, hawezi kunywa maji, ndio maana wanakufa. Na hata ukimnyanyua bahati mbaya huwezi kufili au kusikia, lakini anakuwa mwepesi sana kiasi kwamba ukimnyanyua, wengine wafugaji wanapenda kusema anakuwa kama karatasi. Kwa hiyo ndio anakuwa hivyo, unaona manani meupe haya. Kwa hiyo watu wengi sana wanachanganya mafua na ukosefu wa vitamin A. Kwa hiyo namna rahisi ya kutofautisha ni kwamba kwenye upungufu wa vitamin A wanakuwa na hayo matongotongo meupe, lakini kwenye mafua wanakuwa wanakohoa au wanapiga chafya tunavyosema kwa urahisi, na wanakuwa na majimaji yanayotoka kwenye pua zao. Kwa hivi ndivyo unavyoweza kujifunza upungufu wa vitamin A na mafua na kuepuka kama ambavyo tumejifunza. Asante sana kwa kutazama. Kama haujaelewa usisite kuuliza na tutaendelea kujifunza. Subscribe kama bado, na Mungu akubariki.